Usiku ulikuwa mzito na kimya kilitanda kila kona ya eneo la mochwari. Upepo mwanana ulivuma taratibu, ukipita katikati ya majengo ya zamani yaliyokuwa yamezungukwa na miti mirefu. Saa ilikuwa karibu saa 6 usiku. Mlinzi wa zamu usiku huo aliitwa Juma. Alikuwa mwanaume mwenye umri wa miaka karibu 40, mrefu kidogo na aliyekuwa akijulikana kwa ujasiri wake. Watu wengi waliogopa kufanya kazi ya ulinzi mochwari kwa sababu kulikuwa na hadithi nyingi za mambo ya ajabu yaliyotokea hapo zamani. Lakini Juma hakujali sana hadithi hizo. Kwake ilikuwa ni kazi kama kazi nyingine. Akiwa ameshika tochi yake mkononi na rungu begani, alianza kufanya doria kuzunguka eneo lote kama kawaida. Kila kitu kilionekana kuwa kimya. Ghafla, kre. Mlango wa jengo moja la zamani ulitoa sauti kama vile mtu alikuwa akiusukuma polepole. Juma alisimama. Aligeuka taratibu na kuangaza tochi yake kuelekea pale sauti ilipotoka. Hakukuwa na mtu. Alisogea karibu kidogo. Labda ni upepo tu, alijisemea kimoyomoyo. Lakini alipokaribia zaidi, aliona kitu kilichomfanya moyo wake kupiga kwa nguvu. Mlangoni kulikuwa na alama za miguu kwenye vumbi, lakini zilionekana kana kwamba mtu ametembea kutoka ndani kwenda nje, wakati jengo hilo lilikuwa limefungwa tangu mchana. Juma alikunja uso. Ni nani aliyeingia humu? Aliwaza. Alipoinua tochi yake kuangaza ndani ya jengo, ghafla sauti ya hatua nzito ilisikika nyuma yake. Tap, tap, tap. Juma aligeuka haraka. Hakukuwa na mtu, lakini hatua zile ziliendelea kusikika kana kwamba mtu anazunguka nyuma yake gizani. Upepo ulivuma kwa nguvu kidogo na matawi ya miti yakaanza kuyumba. Kisha kutoka mbali kidogo gizani, Juma aliona kivuli kirefu kikisogea polepole kuelekea upande wa uzio. Kivuli kile hakikuonekana kama cha mtu wa kawaida. Kilikuwa kirefu sana na kilionekana kama kinatembea bila kutoa sauti ya miguu. Juma alihisi baridi ikipita mgongoni. Kwa mara ya kwanza tangu aanze kazi mochwari, alianza kuogopa. Akaanza kukifuata kile kivuli polepole huku akiinua tochi yake. Lakini kabla hajakikaribia, kivuli kile kilitoweka ghafla. Na wakati huo huo, kutoka ndani ya jengo lile lile la zamani, mlango ulijifunga kwa nguvu sana. Bang! Juma aliruka kwa hofu. Alipogeuka tena kuangalia jengo, aliona kitu kilichomfanya asimame bila kusogea hata hatua moja. Ndani ya dirisha la jengo lile kulikuwa na uso wa mtu ukimtazama moja kwa moja gizani, lakini macho yake yalikuwa yanang'aa kama taa. Juma hakujua kama akimbie au akabaki pale. Na hapo ndipo aliposikia sauti ya ajabu ikimuita kwa sauti ya chini. Juma, usikaribie hapa. Lakini cha ajabu ni kwamba sauti hiyo ilitoka nyuma yake. Juma aligeuka polepole, na alipogeuka tu, tochi yake ilizimika. Giza nene likatanda kila mahali. Na hapo ndipo alihisi mkono baridi ukimgusa begani.